Kuanzia sasa naweka marufuku ya ujenzi wowote au uvamizi wowote kuendelea katika eneo hili. Lakini vile vile ukiacha kuweka marufuku hiyo, nina kuomba Mheshimiwa DC tumie vyombo vyako vya ulinzi na usalama kwa maana ya TAKUKURU kuweza kuhakikisha wanapitia nyaraka zote za wale waliouziwa na watu ambao sio kanisa, kuona walipataje maeneo haya, na kama kuna wote wale waliohusika watu wa serikali kusaini nyaraka zozote, basi hatua kali zichukuliwe, kwa sababu hapa ni eneo lenye umiliki halali kabisa. Lakini tutakaa sasa tuone baada ya tathmini hiyo tunatoka vipi katika hawa walioingia. Sasa kuanzia leo hii tarehe 3 sitarajii kuona kuna wengine wanaingia tena kuanza ujenzi. Na yoyote ataingia kuanzia leo, na uzuri niko na mwakilishi wa wananchi, yoyote ataingia kuanzia leo, hatua kali dhidi yake zichukuliwe. Kwanza hiyo tuvunje kuanzia msingi, tusisubiri wakati mtu kashafika kwenye lenta. Tunapoona msingi unachimbwa tu, tuchukue hatua kali, tuvunje, tusimamishe ujenzi ule. Lakini vile vile yoyote yule ambaye atasema anamiliki hapa, tuchukue hatua kali kwa yoyote yule aliyemuuzia ambaye anatokana na serikali, iwe serikali ya mtaa, iwe serikali ya wilaya, halmashauri na kadhalika, mpaka hapo tutapopata suluhu ya eneo hili. Ndani ya wiki 2 tutakuwa tumeshapata namna gani tunatoka nalo hapa kwenda mbele. Sasa ndani ya hizi wiki 2 niwaombe wananchi muwe mnasubira, kusubiri kuona, kwa sababu kuna wengine wamenunua hawana hatia. Yeye alikuja, aliaminishwa, akaingia. Kuna mwingine ambaye amefanya kwa makusudi, kwa kufahamu hili ni eneo la kanisa. Sasa tutafanya hiyo tathmini na kuweza kupata majibu ndani ya wiki 2 na kuona ni namna gani tunatoka hapa. Lakini kuanzia sasa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipitie nyaraka za hawa wavamizi wote, ni nani aliyo. Mheshimiwa DC, hili liko kwenye mamlaka yako, na baada ya wiki 2 tutarudi tena hapa kuweza kutoa sasa maamuzi yaliyofikiwa na serikali. Lakini niliona ni vema leo mimi mwenyewe nifike uwandani nione hali ilivyo katika eneo husika, na hali nimejionea, na baada ya hapo tutarudi kutoa maamuzi hapa. Basi baada ya kusema hayo, nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Kwanza natoa shukrani kwa Mheshimiwa Waziri kwa kuja hapa. Tumekuwa na mgogoro wa muda mrefu. Mimi nimeingia kwenye ubunge nimeukuta, lakini kumekuwa na jitihada nyingi za kutatua mgogoro huu, lakini mpaka leo haujatatulika. Na nipende kukushukuru kwanza kwa kusema kwamba sasa itatumwa timu, na matumaini yangu ndio itakuwa timu ya mwisho ya kukamilisha zoezi hili. Na kwa kweli mgogoro huu umezidi kuwa mkubwa kwa sababu watu wameendelea kujenga kwenye eneo hili. Tulivyokuwa tunashughulikia miaka 2 iliyopita, labda ingekuwa ni rahisi kutatua kuliko leo. Leo watu ni wengi zaidi wameingia. Hapa kuna ambao wamevamia, lakini kuna wengine ambao wamenunua wakiuziwa kwa nia njema tu, wakidhania kwamba wananunua eneo salama. Kwa hiyo unahusisha watu wengi sana. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa sababu umesema, umetoa amri kwamba kuanzia leo, atakayejenga kuanzia leo sheria ichukue mkondo wake. Kwa maana hiyo wale ambao wamejenga kabla ya leo, tunangojea hiyo kamati ambayo inakuja na itatoa ripoti ambapo itampatia waziri, na tutajua sasa tunakwenda vipi kwa mbele. Tumepata faraja sana ya kwamba sasa tunaona hatua nyingine tunaelekea. Kwa cha msingi ni kuwaomba wananchi kwamba kwanza waendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea na hatua nyingine ya utatuzi wa mgogoro huu. Lakini cha pili, Mheshimiwa Waziri, tunapokea sisi maelekezo yako kama ulivyosema, na nipende kutumia nafasi na fursa hii kuwaambia viongozi wenzangu hususani wa mitaa kwenye eneo hili, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wasipende kusaini kila kitu ambacho wanaletewa kwamba mtu amenunua. Ni bora kujiridhisha na mamlaka zingine za ardhi tulizo nazo kwenye maeneo yetu, ili iwe rahisi wao kufanya kazi zao kwa ufanisi vizuri na kwa utendaji mzuri. Kwa hiyo maelekezo Mheshimiwa Waziri tumeyapokea, na niombe wananchi wote waendelee kutulia wakati serikali inaendelea kutoa
Asante sana. Gracious John Dejembi, nakushukuru sana kwa kufika hapa leo ili kuweza kusogea katika hatua kubwa ya utatuzi wa mgogoro ulioanza siku nyingi na jitihada mbalimbali zimefanyika. Tunashukuru kwa maelekezo ambayo umeyatoa kwa vyombo mbalimbali vya serikali ambavyo ni msaada mkubwa kwetu kama kanisa kusimamia ardhi hii ili tuweze kutatua mgogoro katika hatua hii tuliyoifikia. Kwa hiyo tunasubiri kuona utekelezaji kama ulivyokwisha kuelekeza, na tunangoja kuona mgogoro ukiisha katika wakati mfupi ujao kwa jinsi tunavyoonyesha. Tunakushukuru sana.